unafanya nini? Eleza mambo ambayo huwa. Kwa hiyo hapo sitapata mawazo ya mtu mmoja, nitapata mawazo ya watu mbalimbali. Huyu anafanya hivi, huyu kujibu. Huwa unafanya nini? Swali la pili. Ufundishaji wako. Taja changamoto unazokutana nazo katika malezi na ufundishaji wako kwa watoto. Bii yake hilo swali na namna ya utatuzi wa changamoto. Haya, dakika 15 ambazo tunatamani kufanyia kazi. Kupitia hivyo tutajifunza watu wanatatuaje, watu wanakumbana changamoto gani, alafu wanazitatua. Niingie maswali. Ndio. Swali la pili nasema hivi: taja changamoto unazokutana nazo katika malezi na katika ufundishaji. Bii yake nasema elezea namna ya utatuzi wa changamoto unazokutana nazo. Naomba muwe huru kujadili na kuchangia. Nimesema mkiandika, nahitaji atakuja mtu kusema hapa mbele na bii yake. Nimesema eleza namna ya utatuzi wa hizo changamoto. Unafanya nini mtoto anapokosea? Amina. Sisi tumejadiliana kuwa na kufanya kabisa. Cha kwanza namuuliza sababu ni nini? Ukishajua kama ni makusudi au nini? Wanaweza sivyo? Unamuuliza ni makusudi au sio makusudi. Amina. Cha pili, ukishagundua ni makusudi au sio makusudi, kama ni makusudi ndipo unapomkanya, sawa? Sisi tumejadiliana hivyo. Kingine, ukishagundua amefanya kosa, unamwadhibu kumchapa. Amina. Swali la pili linasema changamoto tunazokutana nazo katika malezi na ufundishaji wa watoto. Changamoto ya kwanza kabisa ambayo tunakutana nayo ni kushamiri kwa lugha mama ndani ya watoto. Lugha mama ndani ya watoto. Amina. Yaani lugha zetu, kabila zetu, sawa? Lugha zetu, kabila zetu zinachanganya walimu kwa watoto. Changamoto nyingine ni utovu wa nidhamu kutoka kwa watoto moja kwa moja. Yaani mtoto unamwambia atulie, lakini anaendelea kupiga kelele. Hiyo ni kulingana na malezi kutoka nyumbani. Amina. Hiyo ni changamoto nyingine. Swali la pili bii ambayo nasema namna kuzitatua changamoto. Tumejadiliana kuwa ni wazazi wawe karibu na watoto kuwafundisha lugha ambayo inatambulikana kwa watu wote. Amina. Yaani lugha ya taifa, Kiswahili, watoto waweze kuifahamu lugha ya taifa. Amina. Namna nyingine kutatua changamoto kutokana na watoto kuwa na utovu wa nidhamu ni kuwapa elimu na kuwafundisha madhara yanayotokana na utovu wa nidhamu. Amina. Sisi tumeishia hapo. Kama una swali karibu. Au mzazi unakuwa na watoto wa rika tofauti, wengine hawalingani. Kuna wengine bado hajaelewa baya na zuri, kuna mwingine anaelewa baya na zuri. Lakini katika kutatua sasa, je, unawezaje kutofautisha kutatua katika umri, katika rika mbalimbali? Ila unaangalia pale nani amefanya kosa ili uweze kumrekebisha kulingana na umri wake. Grupu namba 3. Majibu. Nimeandika jibu la kwanza, lazima nitambue aina ya kosa na umri wa mtoto. Lazima kwanza nitambue aina ya kosa au chimbuko lile kosa lilotenda ni nini na umri wake umri gani. Alafu sasa kitu kinachofuata pointi ya pili kuonya na kuelekeza. Sasa kama hapo kitu zinafuata au kuelekeza kwa kuangalia ile saikolojia yake na kuelekeza usifanye hivi, kufanya hivi itakuwa ni kosa. Lakini pointi ya 3 nasema adhabu kulingana na umri wake na kosa lenyewe. Sasa nikishamuonya sasa hapo adhabu lazima ifuate.
kutokana na umri wake na kosa lenyewe. Sasa kama zito namtandika fimbo, kama jepesi nampa adhabu nyepesi. Mimi watoto wangu pengine wanawabebesha viti, wakiwa wanapiga kelele na wabebesha viti kabisa, beba kiti, peleka kule, kirudishe. Kwa hiyo anakuja kukaa na tulia, na namkalisha mbele kabisa, anatulia kabisa na ananisikiliza, na kutoka hapo ameelewa. Lakini swali la pili nasema, taja changamoto unazokutana nazo katika malezi au ufundishaji wako kwa watoto. Changamoto ya kwanza nimeandika uzito wa mtoto kuelewa. Kuna watoto wengine jamani, tunatofautiana uelewa. Kuna watoto wengine ni wazito kuelewa. Kwa hiyo hiyo ni changamoto ya kwanza. Lakini kuna changamoto ya pili ni utundu. Kuna watoto watundu. Unakuta huyu anampiga huyu, na mimi akimpiga na mimi naenda kumpiga. Umempiga mwenzako na mimi. Lakini usije ukampiga mtoto kosa ameshalisahau. Akimpiga mwenzake na wewe unamgota hapo hapo. Lakini pointi ya tatu nasema kiburi na ukorofi. Kuna watoto wengine hata kama ukiwauliza swali hawajibu, au ukiwaambia fanya hivi wanakuangalia tu, au wanaweza kufanya chochote. Pointi ya 4 nasema kurudia makosa. Kuna watoto wengine wakifanya kosa wanarudia kosa lile lile. Kwa hiyo hiyo ni changamoto pia. Kuna utoro au mahudhurio mabaya. Unakuta sasa mtoto anakuja Jumapili mpaka wiki ijayo, au Jumapili mwezi ule, au wengine wanakuja kwa mfano wiki la watoto, wanakuja kwenye wiki la watoto tu. Ukija kumpata mpaka kwenye sherehe kwenye kuagwa. Haleluya. Haya, tunaendelea B. Eleza namna utatuzi wa hizo changamoto. Nimeandika pointi ya kwanza, unatoa adhabu kulingana na rika la mtoto. Huwezi ukawa unampiga mtoto labda kadogo cha umri hivi, hapana. Unatoa adhabu kulingana na nini? Rika la mtoto. Au hapo pointi nyingine, kufundisha mambo kulingana na umri wake. Hii hapa ni ndio unaweza kutatua hizo changamoto. Yaani unamfundisha mambo kulingana na umri wake. Kama tulivyoelekezwa na mwalimu hapo, huwezi ukawa unawakalisha watoto wale wadogo kabisa, unawakalisha vitu vikubwa. Amna, hao ni wa kucheza nao. Ndio unaweza kutatua changamoto. Alafu kuna kutambua saikolojia ya mtoto. Lazima kwanza msome mtoto. Huyu mtoto anapenda utulivu au anapenda sana kuimba au anapenda nini? Lazima msome kwanza mtoto, ndio unaweza kutatua changamoto. Alafu pointi nyingine, mfundishe kwa vitendo. Si walimu lazima kwanza, au mzazi lazima mtoto mfundishe kwa vitendo ndio awe vizuri. Lakini pointi nyingine inasema toa zawadi kwa watoto wanaofanya vizuri ili kuhamasisha asirudie kosa au na wengine wajifunze zaidi. Wewe kama mwalimu au wewe kama mzazi, kama una watoto wengi, kama mtoto anafanya vizuri, mpe zawadi. Ushakupa zawadi, endelea kufanya vizuri na yule atajifunza kupitia yule mtoto. NB, kumbuka kuombea watoto. Mkosea baba yako na mama yako. Karibuni watoto, uje mtuambia. Namba 4 ni ndio tumemaliza, karibu hapo. Alafu mkimaliza watoto mtakuja kupresent. Kukosea. Mletwa hapa, utamuonya na kumkanya kwa maneno, ukimshauri kwa Biblia, kwa nini, na asipoelewa fimba na maonyo itaingilia kati. Swali la pili linasema hivi, hizi changamoto unaweza kukutana nazo katika malezi na ufundishaji. Changamoto dharau kwa watoto ya kwanza. Wakati mwingine mtoto anaweza kumwelekeza mtoto, lakini mtoto akawa anadharau, hakuheshimu wala hakutii, kwa sababu wakati mwingine umelea mtoto mdogo au mwanamke mwenzio umeolewa, umekuta kuna mtoto pale, umekuta anakudharau. Dharau kwa watoto. Namba 2, udokozi wa vitu kwa watoto. Hizo ni changamoto ambazo walezi wanakutana nazo nyumbani. Unakuta mtoto umemfundisha vizuri lakini haelewi, anadokoa, hata kuiba mboga anadokoa. Hiyo changamoto. Nyingine, uchoyo kwa watoto. Wakati mwingine familia zetu tumekulia labda kwenye mazingira fulani ambayo hayajihusishi na uchoyo, lakini mtoto tukemzaa wewe akaja kuwa na mchoyo. Utamuona tu mtoto akiwa mdogo, utamnunulia andazi, mwambie mpatie mwenzako, anaficha mgongoni. Tatizo lingine, heshima kwa wazazi. Wakati mwingine mzazi hamheshimu mtoto, tegemea mtoto utaheshimu vipi na wakati wewe uheshimu wenzio? Wewe mzazi unalezi ili umfanye mtoto mwenzio akuheshimu. B yake, eleza namna ya utatuzi. Utatuzi hapo namba 1, ushauri kwa mtoto. Mpe ushauri, mfunulie Biblia, mshauri mambo ya Mungu, mshauri mambo ya maisha, kuishi kulingana na dunia anayoishi sasa. Namba 2,
apewe fimbo na maonyo. Wakati mwingine mtoto ukimwelekeza haelewi, fimbo na maonyo yaingilie kati. Kwenye Biblia imeandikwa. Namba 3, kama hatabadilika muombee kwa Mungu abadilike. Amina. Maswali? Itategemea na mtu aliyefanya kosa. Akiwa ni mdogo utamwonya kulingana na udogo wake, akiwa ni mkubwa utamwonya kulingana na ukubwa wake. Nimeuliza hivi swali, kwenye Biblia umesema kwenye kipengele cha kwanza, kama sio maelezo ya kwanza, umesema tunamwonya kupitia Biblia. Je, hiyo kupitia Biblia tunamwonya yule mtoto mwaka mmoja au miaka mingapi? Wote, maana kama na mmoja imeandikwa. Hata mtoto wa miaka 15, wewe mzazi una haki ya kuchapa. Maana huyo hajashindikana kuchapwa. Hujanielewa swali. Kuna maneno kwenye Biblia inabidi umuonye mtoto, sio fimbo. Naomba uelewe swali, sio fimbo. Kuna maneno kwenye Biblia inabidi umuonye mtoto. Kuna watu wengine hawajui kuongea. Unawaonya wale wakubwa au wale watoto wadogo. Unatumia maneno ya Biblia. Tulishaka kwenye unaonya wote ambao yani kwa dika wote, dika yoyote ile ambaye alikuwa ameharibu nende kwa Mungu. Usibague kama uone mtoto mdogo au uone mtoto. Biblia, maandiko. Ina maana anamaanisha unaenda unamwambia neno la Mungu linasema. Sikiliza. Katika kitabu cha Mathayo, maana yake anauliza sasa hayo maonyo unayotumia unaenda kutumia kwa umri gani? Tangu yule mdogo ambaye hajui hata kuongea vizuri anaenda da au una grupu ambalo ndio unawapa vifungu, ndicho anachotaka. Lakini hapa kwenye mara naenda yule kwa yule mama. Wakati mwingine sisi wazazi tunawadharau watoto. Sasa sijui wewe ni mzazi kwa upande wa wazazi au upande wa watoto. Ndio yaandika, mmeandika mkiwa upande gani, wa wazazi au wa watoto? Simamia upande mmoja. Nielewe wewe ni mtoto, maana kuna sehemu nitugeukia sisi wazazi. Ili sasa nikuulize. Haionyeshi umri wa kumpiga mtoto kama ni umri wa miaka minane. Methali sura ya 29 na mstari wa 15 nasema hivi: fimbo na maonyo hutia hekima, bali mwana aliyeachiliwa humwaibisha mamaye. Kwa hiyo haijaonesha kwamba hiyo fimbo itamchapa mtoto wa miaka 0 au mtoto wa miaka 5 au mtoto wa miaka 20. Kwa hiyo ili mradi yupo kwenye kundi la nini, la kuitwa ni mtoto. Kwa hiyo hata kama ana miaka 0, ana miaka 5, wewe kama mzazi au mtoto ni wajibu wako kunukuu kama Biblia ilivyoandikwa, ila haijafafanua kwamba inaainisha mtoto wa umri gani. Sasa jamani, mimi nanukuu Biblia ilivyosema kwamba fimbo na maonyo hutia nini, hekima, bali mwana aliyeachiliwa ni humwaibisha nani, mamaye. Kwa hiyo Biblia haikusema kwamba anayetakiwa kuchapa ni kuanzia miaka mingapi hadi mingapi. Ili mradi akiwa kwenye jukumu la kuitwa ni mtoto, wewe kama mzazi au mwalimu unabaki unawajibika unavyotaka wewe na unavyoona wewe kulingana na mtoto unavyomwona. Amen. Amemaanisha hivi, unachukua kifungu heri wenye moyo safi maana atamwona Mungu, yaani kukitumia kama njia ya malezi kwa mtoto ili asitende tena. Sasa anauliza hivi yule dada, mimi nataka nitumie heri wenye moyo safi watamuona Mungu, kumuonya mtoto asiwe na moyo mbaya, sio kikupe uhalali wa kumchapa. Sasa anauliza mtoto wa umri gani utatumia kifungu kama sehemu, yaani neno la Mungu kama sehemu ya maonyo na maelekezo.